Sawa, asante. Mimi naitwa Miss Wanda Gordon, ni mwelimishaji wa fedha kutoka BOT, yani BOT Certified Financial Educator, lakini pia ni mshindi wa tuzo za Tanzania Creators Awards. Hongera. Asante sana. Kipengele cha financial literacy. Kwa hiyo mimi huwa natoa elimu ya fedha na uwekezaji mitandaoni kama ambavyo umesema. So moja kwa moja tukaenda kwenye tafsiri ya uwekezaji, ni pale ambapo mtu anaweka pesa, muda au rasilimali mahali fulani ili kuongeza thamani ya rasilimali yake au pesa yake na kutengeneza faida. Kwa hiyo unapoongelea uwekezaji, you cannot escape, yani huwezi kupishana na the key element ya uwekezaji ambao ni muda. Uwekezaji wowote unahitaji muda. Iwe ni rasilimali, kama umejenga nyumba lazima utasubiri muda fulani ili uanze kutengeneza faida, si ndio? Iwe ni pesa umeiwekeza kwenye fursa za uwekezaji wa kifedha kama hizi ambazo zinaratibiwa, kwa sababu huwa tunaongelea fursa za uwekezaji za kifedha ambazo zinaratibiwa kwa sababu pesa ni kitu ambacho kinaweza kikapotea haraka. Money is volatile, si ndio? Kwa hiyo at least ukiwekeza kwenye regulated investment opportunities kama bonds ambazo zinasimamiwa na BOT, kama hisa ambazo zinasimamiwa na DSE, na kama mifuko zote pamoja inasimamiwa na CMSA. Hii inaweza kukuhakikishia usalama wa pesa yako na uhakika pia wa faida yako. Kuna utofauti gani kati ya kuweka akiba na kuwekeza? Tofauti ni hii, labda nikuelezea tofauti yake kwa vitendo. Sawa. Una shilingi 10,000 mbili. Moja umeweka mfukoni kwa miaka 10. Nyingine umeiwekeza. Hii ya mfukoni itabaki shilingi 10,000 kama noti, lakini thamani yake ya kimanunuzi ni 7,400 baada ya miaka 10. Lakini hii nyingine ambayo umeiwekeza itakuwa shilingi 34,000 kwa noti na thamani ya kimanunuzi baada ya miaka 10 utakapoiwekeza. Kwa hiyo unapowekeza unaongeza thamani ya ile pesa yako ili iweze pia kukabiliana na mfumuko wa bei. Unaona, kwa kutengeneza faida ile pesa yako, tofauti na pesa ambayo imekaa tu kwenye akiba, haiongezeki, rather inazidi kupungua kwa thamani yake ya kimanunuzi, yani purchasing power. Kuna umuhimu mkubwa kiasi gani wa mtu kuwekeza? Umuhimu ni mkubwa sana, kwa sababu utakapoweza kuwekeza pesa zako utaweza kutengeneza kitu kinaitwa passive income. Passive income ni aina ya mapato ambayo unayapata bila wewe mwenyewe kuhusika kufanya kazi. Mimi nimefikia kipindi ambacho ninaweza nikarun maisha yangu kutumia passive income. Nina uwekezaji ambao unanipa faida ambayo inaweza kukidhi mahitaji yangu ya mwezi bila mimi kuingia kazini. Kwa hiyo kuna namna ambayo passive income inaweza kukupa uhuru wa kifedha, yani unakuwa hauna ulazima kwenda kuitafuta pesa, rather pesa inafanya kazi kwa ajili yako. Kuna kipindi nimeona video yako unasema wewe ni mmiliki nadhani wa makampuni kadhaa. Tuambie ni makampuni gani na umeuzaje kumiliki msichana mdogo kama wewe? Unajua tunavyoongelea umiliki wa makampuni naongelea umiliki kupitia hisa. Sio kwamba majina yangu yako Brela kwenye kampuni 14. Hapana. Tunavyoongelea uwekezaji kwenye hisa tunaongelea pale ambapo unanunua umiliki wa kampuni kwa kuwekeza hisa zako kwenye kampuni husika. Unaona, sasa kwa sababu pesa zako zipo kwenye hiyo kampuni, kampuni ikitengeneza faida na wewe unaweza faida. Kwa hiyo unakuwa ni mmiliki kwa njia hiyo. Kwa hiyo yale makampuni 14 niliyazungumzia yalikuwa ni makampuni yaliyoko ndani ya ETF ya IEACLC ETF, ambayo yenyewe inawekeza kwenye makampuni 14 na kufanya vizuri katika soko la Afrika Mashariki la hisa. Ndio yale makampuni 14, lakini sio kama ni individual companies, hapana, ni umiliki wa makampuni kupitia hisa. Tunazungumzia bonds ama dhamana. Hii ina tofauti gani na hisa? Utofauti wa bonds na hisa ni mkubwa. Kwanza, kwa sababu bonds kwanza zinakuwa issued na BOT na zinakuwa issued pale ambapo watazitangaza tu. Sawa, lakini hisa zinakuwa issued na DSE. Halafu zenyewe zinakuwa unaweza kuzinunua muda wowote ndani ya siku za kazi, Jumatatu mpaka Ijumaa. Kuanzia saa 3:30 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Hisa unaweza kaongeza muda wowote. Bond utakapoinunua bond moja hautaweza kuongeza kiasi cha pesa ambacho utawekeza. Bond itakupa faida mara 2 kwa mwaka kama ni bond ya serikali. Kama ya kampuni itakupa faida mara 4 kwa mwaka. Hisa faida yako itaendelea kujizalisha kwa kadri ambavyo zile hisa zako zitaendelea kupanda thamani, na utaweza kupata faida yako pale tu utakapouza hisa zako. Bondi zina kianzo cha shilingi milioni 1 hasa za serikali, za kampuni 500,000. Hisa unaweza kununua kuanzia shilingi 4,000 utakaponunua hisa 10 ambapo kila kipande kimoja ni shilingi 400. Bondi hazina makato yoyote ya kodi, hisa zina makato. Utakaponunua utakatwa 2.4, utakapouza pia utakatwa 2.4 ya uwekezaji utakaofanya. Kipi bora sasa? Au kupanga ni kuchagua? Ubora wa uwekezaji unategemeana na malengo ya mwekezaji, moja, kianzio cha mwekezaji na uwezo wa kuvumilia hatari. Bondi na uhakika wa 100% ya faida, sawa, lakini hisa hazina kwa 100%, ingawa zina uwezo wa kupanda bei kwa 5% kila siku, ingawa pia zina uwezo wa kushuka kwa 5% kila siku. Kwa hiyo ni pia inategemeana na
kiasi cha hatari ambacho mwekezaji anataka kuvumilia, lakini pia kianzio na malengo ya uwekezaji ambao mwekezaji anataka kufanya. Ni nani anaruhusiwa ama ni mtu gani mwenye vigezo vya kuwekeza? Mwekezaji anatakiwa ni mtu wa aina gani? Mtu yeyote anaruhusiwa kuwekeza so long as ana elimu sahihi juu ya fursa ya uwekezaji anayoiendea, ana kianzio ambacho anataka kufanya huo uwekezaji husika, na ana simu janja, kwa sababu hisa unaweza ukanunua tokiwa na simu kupitia ile application DSE za kiganjani. Lakini pia uko unafahamu mahala sahihi pa kwenda kununua bond, ambapo zenyewe unanunua kupitia dalali wa hisa ambaye anakuwa ameidhinishwa na BOT. Unawezaje kupima faida kati ya na hasara katika uwekezaji? Hasara au faida uwekezaji unaiamua wewe. Kwa sababu ukinunua hisa ya bei kubwa ikashuka bei, ukapanic ukauza, utauza kwa bei ya chini, kwa hiyo utakuwa umepata hasara. Lakini endapo hisa ununua kwa bei kubwa ikishuka bei, usipouza hautakuwa umepata hasara. Vivyo hivyo hata ukinunua hisa ya bei ndogo ikipanda bei, ukiuza ndio utakuwa umeclaim ile faida yako. Usipouza utaendelea kuhesabu ongezeko la faida yako, yani capital gains. Kwa hiyo hasara ya uwekezaji unaiamua wewe mwekezaji. Unadhani Watanzania wana elimu ya kutosha kuhusiana na uwekezaji? Kiukweli hapana, na ndio maana tunaendelea kufanya jitihada kama hizi za kutuidhinisha sisi waelimishaji wa fedha ili tuendelee kutoa elimu, lakini inabidi ifike mahala ambapo kila mtu anabidi awe akida wa mwenzake. Kila mtu anayepata habari ya uwekezaji amueleze mwingine, ili kwa pamoja tuweze kuinuka kiuchumi, kwa sababu hizi ni fedha ambazo zinafanya kazi kwa ajili yako. Na ni swala ambalo mtu yote anaweza kawekeza, ni soko huria kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo unachohitaji ni elimu sahihi na ufahamu zaidi wa kule ambako unaenda kuwekeza, ili uweze kuelewa nini ambacho kinatokea pale ambapo bei zitapanda na kushuka, ama asilimia bei asilimia faida utakayoipata kulingana na aina ya uwekezaji ambao utafanya. Pengine mtu anaweza kaa sasa hivi anajiuliza, sasa pesa yangu naiwekeza wapi? Wapi ni sehemu sahihi ama taasisi sahihi ya mimi kuwekeza mwisho wa siku kupata faida? Pengine naanza na mtaji gani wa uwekezaji? Nianze na kununua bonds ama dhamana, ama ninunue hisa? Sasa hapo inategemeana. Kwa mtu ambaye anataka uhakika wa faida yake na usalama 100% wa pesa yake, anunue bonds kwa kianzo cha shilingi milioni 1, lakini akae akijua kwamba hakuna liquidity, hatoweza kupata pesa yake kutoka kwenye mikono ya serikali au kampuni atakaonunua hatifungani kutoka kwake unless auze kwenye soko la pili, yani secondary market. Lakini unaweza ukawekeza kwenye mifuko ya pamoja kwa kununua vipande vya mfuko husika, ambapo hapa pesa yako itaongezeka kwa mfumo wa riba limbikizi. Utapata faida kuanzia 12% kwa mwaka na kuendelea, kulingana na ambavyo faida tajilimbikiza, ambapo hii inategemeana na mfuko umewekeza wapi. Mfuko ukiwekeza kwenye bond utaongezeka kwa 1%, mfuko ukiwekeza kwenye hisa utaongezeka kwa kadri ambavyo hisa zitaendelea kuongezeka thamani. Lakini pia anaweza kawekeza kwenye hisa pale ambapo ana elimu ya hisa, ana ufahamu wa kampuni ambayo anataka kuwekeza, yaani ameichambua kwa kina, amefahamu matokeo na mwenendo wa kampuni husika na ana kianzio husika, basi anaweza kawekeza huko, na ikiwa na malengo ya kuanzia miaka 5 na kuendelea, anaweza kawekeza kwenye hisa. Ni lazima miaka 5 katika uwekezaji? Yes, kwa sababu unapowekeza kwenye hisa unawekeza kwenye biashara. Biashara yoyote lazima uipe muda. Ndio maana tuna biashara ambazo zilianza online, wakafungua tawi la kwanza, la pili, na sasa wana matawi nje ya nchi. Kwa hiyo vivyo hivyo hata unapowekeza kwenye hisa ni sawa tu na kuwekeza kwenye biashara nyingine ambayo inabidi uipe asilimia at least miaka 5 ili uweze kupata faida kubwa zaidi. Na tumeona ambavyo watu ambao waliwekeza miaka ya nyuma wataweza faida kubwa zaidi. Kuna kampuni moja waliuza kampuni zao kwa mara ya kwanza kabisa sokoni mwaka 2008, ilikuwa ni shilingi 600. Mwaka huu leo actually bei yake sokoni ni 13,300. Kwa hiyo utakapotoa utakuta kwamba kwa kila 600,000 ambayo mtu alitumia kununua hisa 1000, ametengeneza faida shilingi 12,700 kwa kila hisa moja, kwa na milioni 12,700,000. Kwa hiyo hivi vitu vipo, vinawezekana, ni uthubutu na kuanza mapema, kwa sababu tunasema good money is in the waiting. Faida nzuri ya kusaji katika hisa ipo kwenye kusubiri. Yes, kwa sababu hisa sio ubashiri, hisa sio uchuuzi. Yes, unaweza kutengeneza faida kubwa ndani ya muda mfupi. Unaweza ukapata 5% ya pesa unawekeza kila siku, inawezekana, lakini pia unaweza kupoteza 5% ya pesa unawekeza kila siku. Kwa ile panda shuka jinsi gani unaikabili kwa kuwekeza kwenye kampuni yenye matokeo mazuri na kusubiri katika muda wako wa uwekezaji. Mathalan nina shilingi 10,000. Naweza kuanza kuwekezaji? Yes, unaweza kununua hisa. Ukipata kampuni ambayo hisa yake inauza shilingi 400, unajipatia hisa zako kama ngapi? Kama 20 hapo za chapchapu. Unaweza. Na kwa kila siku natakiwa ni ununue hisa, ama nitajiwekea mwenyewe kwamba baada muda fulani, labda kila mwisho wa mwezi ninunue hisa? Unajua hisa zina faida aina mbili. Kuna gawio na ongezeko la thamani ya vipande. Sawa, gawio ni faida unaopata kwa kila hisa moja unayomiliki. Kwa hiyo ili uweze kupata faida kubwa kwa gawio lazima uwe na hisa nyingi. Kwa hiyo
utawezaje kupata hisa nyingi? Nunua kila siku, nunua kila mara. Ndio maana mimi nasisitizia watu, kama una uwezo wa kupata kipato ambacho kitakuwezesha kununua hisa angalau 20 au 50, hata 200 kama kipato kinaruhusu, nunua. Isipite siku hujanunua hisa. Utaweza kupata hisa nyingi na utaweza kupata magawio makubwa pale ambapo kampuni itatoa gawio. Lakini pia capital gain, hisa inapopanda bei kwa kila hisa moja, ina maana wewe ukiwa na hisa nyingi zote zikapanda bei kwa kila moja utatengeneza faida kubwa. Yeah, kwa hiyo utamaduni wa kununua hisa ndio namna ambavyo pia unaweza kupata faida kubwa kwenye uwekezaji katika hisa. Zungumza na mwajiriwa ambaye pengine anahisi pesa yake mathalan hasa wa private sector. Yeye ana uwezaji kumiliki hisa katika kampuni fulani. Kwanza ana download application JSE Hisa Kiganjani, inabidi ajue kampuni gani anataka kununua hisa zake, inabidi ajue malengo ambayo anataka yaliyomfanya kuwekeza kwenye soko la hisa, lakini pia inabidi ajue anaanza na kianzio gani na aendelee kwa kuendelea kununua hisa kila siku ili aweze kupata hisa nyingi na kupata faida katika uwekezaji. Niliona kuna clip yako moja unazungumzia wa mtu ambaye mfanyakazi ambaye analipwa kwa kila mwisho wa mwezi kwamba anaweza kuwa ni mwekezaji mzuri. Unaweza kidogo kuzungumzia kidogo? Yes, kwa sababu mfanyakazi ni mtu ambaye ana uhakika wa kipato. Anajua kabisa kila mwisho wa mwezi mimi kuna kiasi fulani ambacho ninakipata. Mara nyingi huwa tunashauri kwamba kwenye budgeting, kwenye 100% ya mapato yako 50 ende kwenye mahitaji muhimu, 30 mahitaji ya kibinadamu sio muhimu sana, 20 wekeza ama tia akiba, si ndio? Kwa hiyo katika ile 20% unaweza ukaamua uwekeze kwenye soko la hisa yote. Unaona? Lakini pia mimi huwa nawaambia watu kwamba hiyo formula inaweza kubadilika kulingana na malengo ya mtu. Si ndio? Kama wewe unahitaji kipato cha shilingi milioni 1 kila mwezi na unataka kufikia uhuru wa kifedha, maana yake inabidi uwe na uwekezaji utakaokupa shilingi milioni 1 bila wewe kufanya kazi. Uwekezaji utakaokupa milioni 12 bila wewe kufanya kazi, maana yake inabidi uwe na mtaji wa shilingi milioni 100. Si ndio? Unaipataje hiyo milioni 100 ikiwa unaweka akiba ndogo ndogo ama uwekezaji mdogo mdogo? Kwa hiyo malengo yako ya kiuwekezaji, definition yako ya uhuru wa kifedha ndiyo ambayo yataamua aina ya uwekezaji utakaofanya, kama utafanya uwekezaji mkubwa ama utafanya uwekezaji mdogo. Okay. Mwisho kabisa, zungumza na vijana, bodaboda, mama ntilie na watu wengine wote ambao pengine wanahisi ununuaji wa hisa ama dhamana ni wa watu fulani, pengine ni wafanyakazi wa serikali peke yao. Wao nao wanawezaje kuwa wawekezaji kwa maslahi yao? Kwanza kabisa, soko la hisa ni soko huria. Mtu yoyote yule anaweza kashiriki katika huu uwekezaji. Sawa? Tunachopaswa kufanya ni kudownload application JSE Hisa Kiganjani na ukaifahamu kampuni husika unataka kununua hisa zake. Si ndio? Hisa unaweza kununua kuanzia 10 kila siku. Soko la hisa liko wazi Jumatatu mpaka Ijumaa kama nilivyosema. Kwa hiyo unaweza kununua hisa za kampuni husika kwa kadri ambavyo uwezo wako wa kifedha unaruhusu na kwa kadri ambavyo malengo yako ya kiuwekezaji yanakusukuma kufanya aina ya uwekezaji ambao unataka kufanya. Tuzungumzie hasara ama changamoto katika uwekezaji. Hili mtu anaweza akakabiliana nao kwa namna gani? Okay, kwanza kabisa inabidi ufahamu kwamba changamoto kubwa ya uwekezaji ni kukosa elimu. Unaona, unapokosa elimu sahihi ya uwekezaji ndio pale ambapo unashindwa kujua fursa sahihi za uwekezaji, unaziendea fursa batili za uwekezaji ambazo zinakuahidi faida kubwa ndani ya muda mfupi na unaishia kutapeliwa. Kwa hiyo changamoto ya kwanza kabisa ni elimu, na hii tunaitatua kwa kuelimishana kama ambavyo mimi huwa nafanya kila siku kwenye page zangu za Instagram na TikTok Miss Wanda Gordon. Kila siku tunapeana elimu na kila anayepata elimu anapaswa kumwambia na mwenzake elimu. Changamoto ya pili ni mtaji. Sawa, kuna watu ambao wanatamani kufanya uwekezaji lakini mtaji wao ni mdogo, lakini hii changamoto inatatuliwa kwa sababu hata ambao wanaratibu fursa hizi za uwekezaji wamefanya uwekezaji kuwa affordable kwa kila mtu. Sasa kama kuna mtu ambaye anakosa shilingi 4,000 ya kuanza uwekezaji kwenye soko la hisa. Kwa hiyo hii inatokana tu na kwamba ile mindset ya kwamba hata nikiwa na kidogo ninaweza kuanza uwekezaji. Changamoto nyingine ya uwekezaji ni tamaduni zetu za jamii zetu ambazo zinaamini kwamba uwekezaji ni jambo ambalo ni la mwanaume. Sababu mwanaume ndo breadwinner na ndo baba. Lakini mimi nipende kuitoa hii kwenye fikra za watu kwa sababu uwekezaji ni kwa ajili ya kila mtu. Ni kwa ajili ya mwanaume, ni kwa ajili ya mwanamke, mtoto, mfanyakazi, mwanafunzi, kila mtu anapaswa kufanya uwekezaji kwa sababu kila mtu anapaswa kufikia mahala ambapo pesa inafanya kazi kwa ajili yake. Okay. Yes. Malengo yako binafsi ni nini katika uwekezaji? Malengo yangu katika uwekezaji ni kuwa na kipato ambacho kitafanya kazi kwa ajili yangu, maisha yangu yote, na kusekiwa ficha nzuri kwa ajili ya vizazi vitakayokuja baada yangu. Unajua katika jamii zetu za Kitanzania hatuna sana utaratibu wa kuanzishia watu vitu
ili wavikute wakaviendeleza. Kwa Kiingereza tunasema generational wealth. Kwa hiyo unaweza kutengeneza generational wealth kupitia uwekezaji, hasa kwenye soko la hisa, kwa sababu kwenye soko la hisa ni uwekezaji ambao sana sana utaongezeka thamani kwa kadri muda unazidi kwenda, lakini ni uwekezaji ambao hauna gharama za kimatengenezo, operation cost zozote, si ndio? Kwa ni uwekezaji ambao unahamishika kirahisi kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa hiyo mimi nataka kuwa muasisi wa generational wealth kwenye familia yangu. Sawa sawa. Yes. Shilingi 4,000 naanza nayo uwekezaji inaweza kanizalishia kiasi gani miaka 5? Shilingi 4,000 unaanza nayo uwekezaji. Mambo ya mbaga. Inaweza ikakuzalishia mpaka milioni 20. Inategemeana umenunua hisa za kampuni gani na umenunua wakati gani. Okay. Yes. Kwa sababu ukinunua hisa bei ikiwa juu, maana yake ikishuka thamani ya uwekezaji wako itashuka. Lakini ukinunua bei ikiwa ndogo ikipanda, thamani ya uwekezaji wako inaweza kupanda. Kwa hiyo 4,000 milioni 20 miaka 5. Inaweza kabisa ikafika milioni 20. Kwa sababu kama shilingi 600 imefika shilingi 13,300. Kwa nini 4,000 isifike milioni 20? Okay. Inafika. Sawa, vijana wachangamkie fursa. Kwa kweli ni fursa ya wazi kabisa. Tuondokane na zile fikra mgando za kwamba pesa ni lazima uipambanie utoke jasho. Hapana, uwekezaji ni namna ambavyo unachohitaji tu ni mtaji wako, na mtaji wako utafanya kazi kwa ajili yako. Pesa haipaswi kukufanya wewe mtumwa, bali pesa yako inapaswa kuwa mtumwa ili wewe uwe bwana wa pesa yako. Vinginevyo usipoifanya pesa ifanye kazi kwa ajili yako, ndipo pale ambapo utaifanyia kazi pesa hiyo mpaka unakufa na hautaka kuifurahia. Lakini utakapowekeza ni namna ambavyo unaweza ukaimaster pesa yako na inakuzalishia faida ya kwako wewe na ya watoto wakaorithi, na utaweza kutengeneza generational wealth kwa ajili yako na watoto wako. Shukrani. Asante sana. Nafikiri tumemaliza.